Hello, what's up my people? What's up everybody? My name is Alpha and this is Tuko Rada mazee. Na hapa ukiona nimekuja hii mtaa mazee, unajua kila kiapeleka na mtaratara. Leo niko hapa kuwachamba wale wa mama walikuwa na tabia ya kuingia kwa bafu na watoto wao. Mazee, sijui kama mnajua hiyo tabia, kama mamadha wengi wamekuwa wakichukulia tu poa poa, wanafikiria is not a big deal. Sinaweza ingia na kaboi kangu kadogo kwa bafu na nikaoga, as in wanaona ni kama ni ku save time, but in one way or another huyo mtoto kuna matabia zenye atatoka nazo hapo na hautaamini akianza matabia za kiutu uzima akiwa mdogo. Then wewe hapo ndio utakuwa unamlaumu, unasema ati hey, mtoto wangu siku hizi haeleweki, ameanza kuwa na tabia zingine za kiajabu ajabu. Wewe ndio ulikuwa unamfunza. Wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza kutoa manguo na akaona kasusu kako. So una expect huyo mtoto akiharibika utalaumu nani? So leo kuna video hapa nataka kufanya reaction. Kuna huyu mama hapa amekuwa akieleza vizuri kabisa. Amekuwa akieleza hii tabia ya wamama kuingia kwa bafu na watoto wao wa kiume, watoto wao wa vulana. Na ameeleza kwamba hiyo tabia haifai. Najua kuna wasichana ambao wako na watoto na pia kuna wamama wamekuwa wakifanya hizo tabia. Hiyo tabia mnafaa mjue haifai kabisa. Huenda kuonyesha watoto wengi wadogo tususu mahali wametoka. Sio vizuri. Haifai kabisa. Mimi nilipo ni kwa wazazi walezi. Msivue nguo mbele ya watoto wenu. Wa umri gani? Hapo pata. Unajua kuna mzazi akimwangalia mtoto wake wa mwaka mmoja unaona huyu anaelewa nini? Hata anachokielewa huyu. Anasaula vizuri. Na wengine mpaka kuoga wanaenda kuoga nao. Mtoto huyo? Habari ndio huyo wa mwaka mmoja huyu jamani, mtoto mwaka mmoja huyu. Miaka miwili huyu. Aingia naye bafuni pale yesi anataka kuoga. Kwa hiyo anaingia naye ili arahisishe kazi. Yaani mtu afanya vile ili arahisishe kazi. Kwa hiyo pale ashachojoa nguo zake na mwanae pale amtetea maji yake. Haya, nenda ndani nakuja huko. Na kanatembea? Anatembea yeye, kanaenda zake ndani. Au kamekaa pale chumbani kakao zake kitandani pale, mama mwenyewe uko busy nakwambia, na hii sana sana ni hiki na mama. Ndio wana hii kitu. Anajipaka pale mafuta nakwambia. Anainama huko ajipaka mafuta, mtoto amtizama tu. Mtoto anamwangalia. Unampa laana mwanao unajikuta hapati hela wewe. Yaani mtoto anamwangalia sasa, mdogo huyo. Haelewi kitu chochote huyo, hajui. Mdogo huyo hajui. Sasa ngoja nikwambie kitu, anajua. Anajua. Yosta. Ngoja. Anajua kabisa kwamba hilo ni kalio, anajua. Yosta. Na wewe unachofanya ni kumkomaza na kumtia wazimu ule mtoto. Yeye akifika miaka miwili akavisimulie vizuri uko nje. Akifika miaka miwili akasimulie vizuri, au siku umekaa kusogelea anze kukushika. Wewe unakumbuka jambo ambalo maziwa ambayo amezoea kuyanyonya, anashika kwa kwingine. Ndio nawaambia. Yaani nakwambia kina mama tumejisahau kabisa. Mtoto wa miaka miwili mtoto unaona anakuangalia afu anacheka. Kwa sababu kuna kitu kaona kwanza kimemshangaza. Kwa hiyo amejiuliza kichwani, anabaki kucheka, ola mama ana vichwa viwili. Anakwambia. Wewe usione kwamba anacheka, ukajua kwamba labda acheka ujinga. Kashatafakari pale, kashakukagua, kajiuliza, kapata jibu kwamba wewe vichwa ni viwili. Kabisa. Hatua inayofuata ni kuja kukushika hizo sehemu ambazo kaziona. Wewe ukiwa uko zako huru tu, unapaka mafuta, umevua nguo, unakwenda zako kukoga, au unamchukua mtoto unaoga naye ukiwa mtupu. Alafu kesho kutwa kule ameenda skuli, maana sasa hivi watoto tunawahi kuwapeleka skuli mapema. Miaka 3 kule unaanza kupata vya habari kutoka kwa walimu. Unasema jamani, huyu kajulia wapi hivi vitu? Umeshasahau kwamba ulivua nguo mbele yake. Umesikia? Na hii tabia mazee kwa watoto wengi imefanya watoto wengi wamekuwa wakianza tabia za kiutu uzima wakiwa wadogo. Alafu wazazi ndio wanakuwa kwanza kulalamika. Mtoto wangu ametoa hizi tabia wapi?
marafiki anatembea nao, sijui nini, aliona visanduku, aliona kisanduku chako, na hapo ndipo akajua kumbe watoto wa kike wana hivi visanduku. So akina mama mbadilike, hapa tuko rada na tuko kuchanuana mazee. Till next time, one love, peace.